Tulipo msikilizaji wa Kadhili Media, hivi leo tumepata fursa tu ya kipekee kuweza kuungana na kutangamana na mmoja wa kazi wa mji ya Trans Nzoia. Maybe tu mkazi, tuanze na wewe kwa niaba ya wasikilizaji wetu. Unaitwa nani kwa majina na unahusika na mambo yapi hapa Trans Nzoia? Kwa majina naitwa Sharon Said, natoka Saboti Matisi Ward. Kwa sasa mimi ni mwanafunzi wa Cambridge. Kama ulivyosikiza anaitwa Sharon Said. Na Sharon, kuna ile swali zima ambalo zimekuwa zikizua gumzo mtandaoni na kote nchini Kenya, pia na vile vile imevutia washikaji wa kimataifa. Swala la mwalimu huyu na vile vile mwanablogu kuweza kuuawa katika seli za polisi. Teteza habari za polisi zinasema kwamba mwanablogu huyu aliweza kujigongesha kichwa ukutani na kafa. Wewe maoni yako ni yapi haswa kulingana na stories za polisi na zile ambazo zimetolewa na daktari baada ya kufanywa postmortem? Kwa hakika swala hilo linasikitisha, na kulingana na uchunguzi uliofanywa imebainika wazi kwamba huyu kijana hakujiua, kijana aliuawa, of which based na government ya saa hii inasikitisha kwa hakika. Tulikuwa tuna expect serikali ni itatutetea sisi kama wananchi, juu basically serikali ni yetu, so hakuna vile tunaweza kuwa tunadhulumiwa. Hilo jambo kwa hakika linahuzunisha kabisa. Na pengine wewe kama Sharon, wewe kama mkazi tena raia wa nchi, wewe unaona serikali inaweza kuwa imehusika na mauaji ya kijana yule mwanablogu ama alijua mwenyewe? Serikali kwa upande wangu, maoni yangu, serikali inaweza kuwa imehusika, kwa sababu kulingana na zile habari ambazo kijana alikuwa anapitisha, tunaona wazi kwamba ilikuwa inahusiana na serikali. Sasa hata mtu akitoa kitu ambacho inakaa kabisa ilikuwa na mahusiano na serikali, alafu jambo limtokezee, mimi kama mwananchi, mimi kama binadamu, yani it's just a sure proof kwamba ilikuwa part of the deal as to why alifanya aje aliuawa. Kuna tetesi tu ambazo zinasema kwamba kijana huyu vile vile ambaye pia ni mwalimu tena mwanablogu wa Homa Bay aliuawa ama alishikwa na polisi baada ya kuchapisha taarifa za uongo, taarifa za chuki mtandaoni, yani almaarufu X, zikuwa kwamba anamtusi ama anamkandamiza Director Inspector General bwana Eliud Lagat. Unaona kwamba inaweza kuwa ni semi gani ambazo alizitoa ambapo zinafanya mpaka anaweza kushikwa na DCI na kuweza kuuawa katika seli za polisi ama kujiua katika seli za polisi? Japokuwa semi alizokuwa nazo ama chochote ambacho kijana alisema, one thing, askari ni watu wenye wanafaa kutulinda sisi, au ndio usalama wetu. Kama kuna jambo alifanya ambalo lingedhihirika kwamba kwa hakika lilikuwa kosa, hiyo ni kitu angepelekwa koti, mashtaka yatolewe, afungwe. Lakini hakuna kosa ambalo lenye linaweza, you can't weigh mistake ya mtu na kifo chake. Uhai, hakuna uwezi compare uhai na makosa yote ya mtu. Kama yenyewe alikuwa amefanya makosa, of which angepelekwa tu mbele idhirike alikuwa na makosa, afungwe ama bondi tolewe, fine ifanyike, everything. Kitu ingefanya tu kama mpango, kama watu wenye wana reason, vitu zenye zinakaa, una follow protocols. Lakini ya kujichukulia sheria mkononi na nini askari ambao wanafaa kuwa wanaleta the nini, I make sense. Na katika hii kesi ambayo ya mauaji ya kijana huyu Albert Ojwang, Deputy Inspector ndiye mhusika mkuu na anatuhumiwa sana kwa kuwa taarifa ambazo alizichapisha bwana Albert zinamhusu sana huyu Inspector of Police, Deputy Inspector of Police bwana Eliud Lagat. Unaona kwamba alihusika kwa vyovyote vile ama hausiki? Basically the whole entire government kucheremka tu hivi wanajua everything that was going on. There is no kitu inaweza happen kuanzia tu pale juu high rank ya maskari, then mkuje kutuambia mwisho nobody knows about it. My friend, we are learning people, we are Gen Z bana. Usi tumesoma, tumeenda class. Si kila mtu ako illiterate. If it's kuna proof kwamba wako sure hawako husika, why tamper with the CCTV? Why tamper with the evidence zote mkuje kutuambia ati huyu mtu alijiua? We need the full proof. If wanamaanisha what they say they had nothing to do with, show us. Hiyo tu.
Tunajua kwamba ni majonzi kwa familia pia, na maybe ukipata fursa kuweza kuungana na kutangamana na familia hii ya bwana Albert, maybe bibi yake ama mamake ama babake mzazi tu, unaweza kumwambia nini? Kumbuke kwamba ndiye alikuwa kwa mtoto wa kipekee. Babake amesema kwamba alifanya kazi sana ya kwari huko Kilifi, na hatimaye sasa ameweza kumkuza mwanae, akitarajia kwamba mwanae akamstiri uzeni, ambapo ilikuwa ni sasa, yani alikuwa tu ndiye breadwinner of the family, na ameyaga dunia katika njia tatanishi. Unaweza kumwambia nini familia kuhusiana na swali zima la kifo chake? Deepest condolences kwa familia. Kawaida hakuna mahali kifo ni kizuri. Alafu ukiangalia basically venye huyu kijana alikuwa tegemeo kwa familia, hakika ni huzuni. But sasa isha happen. Najua hata sasa tukianza kulilia justice, hakuna kitu itafeel hiyo gap ya huyo kijana. But itabidi tu to move on. But I would say kama vijana, it's high time. Yes, tuko na mauchungu, but sometimes you tend to look back familia yenu. Remember what you have, what people are looking up to. Kuna mtu anakutegemea mahali. This is a young man mwenye ameacha bibi na mtoto. Nobody will fill that gap. Hata huyu babake mwenye amebaki hata shughulikia hii familia yenye umeacha, ile design ungeishughulikia we mwenyewe. That's a gap we can't fill. Kumekuwa tuna visa vijana kuuawa, vijana kizazi cha Gen Z wakiwa kiuawa tu ovyo ovyo na kupatikana katika River Yala ama wapi na wapi. Sasa wewe unaweza kuwashauri vijana haswa mambo gani kulingana na hii swala za mtandaoni? Mwanzo vijana wengi hapana uawa kwa sababu ya kuchapisha taarifa za uongo ama taarifa potofu ama kwa kikashifu serikali ya sasa hivi, serikali ya Mheshimiwa Daktari William Ruto. Unaweza kuwapatia ushauri gani vijana ambao wanatumia mitandao ya kijamii? Hapo kwa kusema potofu, hapo hakuna kitu potofu watu wanapost. Hakuna story na vitu potofu. People just want their views aired out. Watu wako tu na makasiriko. What I'll ajata like right the moment siwezi anza kuwaji vijana. Nitaanza kuwaji na His Excellency. Be considerate. We voted for you to take care of us. Not for us to take care of you. Sasa itabidi tushughulikie kwanza before uanze kujishughulikia. This is a government of it's a democratic government. So let's make it, let's embrace the fact that we are a democratic government. Si eti hii ni serikali yenye those who are on the high rank watafanya venye wanataka. Imekuwa tu maoni ya mmoja wa wasikilizaji, maoni ya mmoja wa kazi wa mji ya Trans Nzoia. Asante sana dada Sharon kwa maoni yako, na msikilizaji wetu wa Ika Daily Media, endelea kusikiliza taarifa yetu za Ika Daily Media, endelea kusubscribe, share pia na ucomment, acha maoni yako swala hili zima tu la mauaji ya tatanishi ya kijana Albert Ojwang. Hadi hapo sina la tiati ila kutakia tu kila laheri unapoendelea kusikiliza na kutegemea Ika Daily Media, sauti ya jamii. Niite wako Sombo Oku.